Hodi. Karibu. Leo mpika sambusa ndugu yangu? Zipo karibu. Asante. Karibu. Asante. Asante. Nambi. Asante. Sauti kuna maini. Aha, karibu niambie. Asante. Mimi wanga sambusa kwanza. Hapo nipe sambusa kwanza tatu. Kuna maiki sauti. Hamna shida. Nipe. Na njaa ujue leo mchana sijala. Hebu hata wakusaidie maana. Wanasemaje huko upotoka? Shoga yangu. Hivi hujasikia za mtaani mpya hizo? Zipi tena? Uzijui au unanienjoy tu? Sasa ningezijua ningekuuliza. Kuhusu yule shoga yako. Yule mwenzetu alifanya yeye mwenye ndoa. Yupi? Mjui? Yule jirani yetu pale. Sikaja na nini huyo? Shemeji yake. Alipokuja shemeji yake. Yeye eti anaanza kumtusa shemeji yake. Dadi, eti anakuja ananiambia, "Mimi ushauri nimechukua siku kwa bibi Adija huko." Yule mdada wangu unijua bado simjui yule mdada ambaye ndio alikuja kumshinda. Ndo kaenda kumshawishi mwenzi. Eti ndo akampiga mjibu vibaya shemeji yake, eti na mume wake pale sio amfanyie vituko. Hivi ndo anajua kwa yule. yaani wewe naye unaenda kumshauri mwenzake. Na ushauriwa naona akili zao zinafanana. Alikuja kwangu, mimi nikamwambia, "Wewe yule ni mume wako na mwingine pia ni shemeji yako. Inabidi ile ndoa ile uitunze. Si wengine ambao tunatafuta ndoa muonyesha hiyo. Yeye kapata ndoa na kapata mbaka ambaye sio julikana. Yaani hapo anakuwa na mashoga ambayo hata waelewi. Yaani mtu anakaa msio shemeji yake. Yaani akianza kumpikisha wanaambia anampikisha. Deka na sijui anaanza kumpigisha pale. Nguo anampa mpaka za kaka mtu anaanza fungu za kaka yako. Hata jiuliza kaolewa yule kijana kaolewa yeye. Yaani yule ana hatari tena, ana hatari kubwa. Yaani amefikia mpaka huko na anamtesa shemeji yake. Sasa shemeji yake si kama tu huyo mume wake anaika ndani. Hapana. Kuna tofauti bwana anavyoona. Na ulimshaurije? Mimi nilimwambia aache shoga yangu, atakuja karibu ndoa yake. Lakini hataka hata kusikia akasema yeye akinishinda nitarudi tena. Kwa tusubiri. Akishamshinda anaisha kanipata. Wewe msubiri hapo tuseme matokeo yake atakapotokea hapa mtaani tuanze kuulizana. Wewe mtu unamwambia elewi, achana naye. Anakuambia ni wewe. Mimi nikajua sio unanishauri sio ushauri gani. Eti ushauri huo mimi si nimpende shemeji yangu. Maisha yenyewe hapa Dar es Salaam magumu. Mwacha kioo. Yaani ndoa yake tunamsaidia, anatokea mahangaiko. Achana naye. Atakuja tu hapo sijali. Mimi hapa akija. Yaani namshauri kwanza ukimwona mkadisha huko kodi kwa ajili. Subiri kwanza huyo jionee mwenyewe. Yaani anakuwa kama hajielewi. Mwenzio unajielewa yupo kwenye ndoa. Hiyo ndoa ana cheti cha ndoa, mwenzio ana cheti cha ndoa. Mimi na cheti cha kifo. Basi, kaa hivyo hivyo. Kwa hivyo vitu vya ndoa sasa hivi ndio vinawapagawisha watu hapa mtaani. Na mimi nitatafuta cha kwangu. Maana mambo yashakuwa mengi. Kabisa mtu unakaa na shemeji yako. Ndio hiyo sasa tutafanyaje shoga yangu? Kazi kwake. Udogo vipi huko mtaani unaendeleaje? Mko wako safi, umbea ndio kwana ndio huo tu. Mtaani basi sana. Asipa na kushinda naomba sambusa zangu. Kana nikitamani. Kijio cha umbea hiki. Staki. Mtaani kijio cha umbea cha kumanisha wake za watu. Kwa ndoa gani pale? Ndoa hiyo. Yaani yule angekuwa ameolewa kweli. Na hisi kwanza hiyo ndoa kwanza kwa wewe huko unaenda kupitika, akupa kicheni cha kutosha. Laita ingekuwa kicheni pati, asingeanza kumunani kumtesa pale shemeji yake. Makubwa sana. Wewe tuvumilie tu shoga yangu. Mimi nitamsubiri hapa alete tukifika nitayapokea. Sema nitamsema akinishinda na mimi ndio friji langu hata alijadili. Tuvumilie tu hivyo hivyo. Na mshauri hata asije kuniambia mambo yake. Atakuja. Kwani pia na maana wewe? Ya kwangu mimi mwenyewe hapa inanishinda. Utaona. Utanipigia simu baadaye. Nataka atafuta hela atafuta pesa wapi? Jamani. Jini kushangaa magorofa sasa tunashangaa maisha ya watu tunapoelekea. Ndio kichobaki hiko sasa tafanyaje? Ndugu sambusa za leo zikali nimezielewa. Yaani hizi ngombe ndugu yangu sambusa zangu hizo leo kila siku zinaeleweka. Shoga yangu. Lakini za leo tangu muongezeka. Lazima. Nilijua tu. Yaani nilijua ameshinda hata kufanya usafi hapa sebleni. Jamani.
Hivi mwangu naye, si nilimwambia mimi amkazanie mdogo wake ananisaidia usafi humu ndani. Ona sasa hii nini? Yuko wapi kwanza? Waidi. Idi. Hivi ndio unachofanya pale sebleni, Afu unaita msala ya kupumbavu kweli. Wewe si nimekwambia usafishe pale sebleni? Si nilikwambia usafishe, umefanya sebleni nimekwambia ufanyaje? Nimekwambia ufanyaje? Afu mwanaume mpumbavu Mimi si nimekwambia usafishe wewe asubuhi. Sikwambia usafishe afu unajifanya unafua kitu gani? Ungekuwa kweli unataka kufua si ungeamka asubuhi ufue. Afu nimekwambia na ufagie uwanja, umefagia uwanja wewe. Naomba uache unachofanya ukasafishe sasa hivi hizo kufua muda wote hujafua na fua sasa hivi asubuhi. Naomba ukasafishe pale sebleni. Tusigombane, sitaki nigombane na kaka kwa sababu yako. Umenisikia wewe? Sitaki nigombane na kaka kwa sababu yako. Tumekubaliana unasafisha nyumba nzima. Kwanza uwanja hujafagia, kufua kitu gani? Kufua kitu gani? Wangu kwa unajua kufua ungedamka asubuhi unanifulia sasa hivi. Wewe! Naomba ukanisafishie pale, umenisikia? Iko ndo kilichokuleta huko Naomba usinitafutie balani kaachana na mimi kwa sababu yako. Pale nimekushinda mama. Baba chukua vilago vyako, rudi ulikotoka. Nimekuchoka sawa Wewe. Nyumba utaiona chungu, umenisikia? Mimi masuala kupenda talaka mchana kope sitaki. Kisa yani sababu wewe sitaki. Tena unikome. Acha unachokifanya hapo sije kufua, kasafishe. Nenda sasa hivi kasafishe. Yani naingia ndani nikitoka. Nikute tayari papo pasafi. Sasa nitoke nikute unafua. Pame kushinda chukua vilago vyako uondoke. Nimemaliza. Naenda nirudi nikute ushaenda kusafisha. Niko chumbani nasubiri majibu. Odi. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Umeshindaje shogangu? Sawa, mbaya huko. Uko salama tu. Shemeji jambo. Jambo. Mimi naambia shogangu. Shogangu mimi nitakuja hapa. Unajua shogangu mimi sina shoga mwingine zaidi yako. Leo. Japokuwa siku ile tulibana hapa lakini sina shoga mwingine zaidi yako. Hata Mwajiba mwenyewe juzi nimempata ushauri wake hata siuelewi. Ilikuwaje tena? Wewe acha tu. Mimi kilichonileta hapa mimi kusema ukweli naomba tu nishauri. Mimi kusema ukweli Shamila mimi yule shemeji yangu pembeni mimi simtaki. Kwa kama umtaki? Simtaki, nataka aondoke alikotoka. Basi hata nishauri mimi. Sasa mambo yametokea hapa. Sijakwambia umchukue wewe, nimekwambia nishauri nifanyaje aondoke. Nisikilize shoga yangu. Siku ile pale nilikupa ushauri. Yule ni shemeji yako. Ni mdogo wa mume wako. Lakini ukutaka kusikia ukasema Majuba sijui ukafanyaje. Leo tena unakuja na mapya. Eti tena nataka aondoka. Aondoke ende wapi? Arudi alikotoka. Kwani shoga yangu si nikwambie. Yule sio chizi na mume wako pia sio chizi kumchukua kijijini kumleta wapi? Mjini. Kuna vitu labda pale katikati labda vinaendelea maisha yako ni magumu sana. Alafu mtu sio mtu kuja kwako. Labda kalapenda sana. Kuna mwingine anakuja kujitafutia maisha shoga yangu. Alafu wewe kumbuka kuna kesho. Kesho yako ijui. Yule saa nyingine ndo atakuja kukusaidia. Leo hii wewe mpa mmoja umefika kwenye ule mjengo. Kesho sasa ndio mwenye nyumba tena kaja shoga yangu unapita kufukuzwa pale. Mwenzako anamiliki tena mjengo wake na gari lake. Shoga utapata aibu. Sasa kwa unanishaurije yani? Mwache abaki. Kama ulikuwa mpendi rudisha mapendo shoga yangu. Sasa hizi anza kunyenyekeni kama wewe na wewe mume wako wa pili. Sio kwa mume wako wa pili basi unaweza kujibebisha kwa sababu ni mdogo mume wako mkubwa. Maana anaona kama kuna viumri fulani vinataka kufanana. Sio ndo kujibebisha tena ndio furaha ndo katembea naye. Mheshimu huko unatukana. Nakwambia sasa tunajijua shoga yangu. Mimi ndo hayo tu. Kama mpende shemeji yule tena shoga yangu. Siku hizo ikiwezekana vimaji ya moto kana viliki mwe mdalasini shemeji tena anaonekana naye kwa Dar es Salaam utakunuka japo kwa kinyo mnunulia shoga yangu. Kila siku nikikuletea wazo langu unapinga. Hivyo si rafiki yangu itabidi upande wangu. Shoga yangu mimi sitaki kucheka. Mimi sio kama napinga ila nakueleza ukweli kwa sababu maisha yangu ambayo unapita siku kupita wewe mimi nilishapita afu nishaona pia watu. Mimi wewe sikupingi ila nakufundisha maisha yanavyoenda shoga yangu. Umeelewa? Ila nahisi ipo siku utakuja kujua mume wangu uko wapi. Na kwa nini nakwambia maneno hayo umpende shemeji yako? Ile ndio utakuja kuiona chungu. Narudia tena. Ndoa ile shoga yangu. Sikia mkwambie shoga yangu. Kuna mimi upande naweza kwenda kaingia kwako, lakini kuna upande mwingine mimi ni ngumu kuingia kwako. Shoga yangu ile ni ndoa. Umeelewa? Ule sio mchezo, ile ni ndoa. Na istoshe wewe unajulikana upande wake na yeye pia anajulikana. Sasa mimi nyetinje nikushawishi ujinga wewe shoga yangu chetuta hapana. Yule shemeji yako mpende shemeji yako. Sikushauri ujinga eti mnyime chakula, sijui mfukuze. Shoga yangu. Kama mambo yenu ndio hayo, shoga yangu kwa hiyo. Asa unaenda wapi? Na kazi sasa hizi shoga yangu, baadaye nataka nitoke. Chef.
Ndugu. Hapo vipi? Safi kama unavyoniona hapa. Wewe niambie. Na useme nimetoka huko nimechoka hatari. Shoga yangu nimetoka kwa dadako. Hivi haja kuambia kuhusu mambo yangu? Mambo yako wewe? Hajaniambia chochote. Dadako, shoga yangu mimi nina shida. Shida gani? Nina shida na mume wangu na mdogo wake pale nyumbani. Nikasema ngoja nikamlalamikie dadako labda nigee wazo la maana hicho nishauri huko. Yaani sijui kwa nini hata namtetea shemeji yangu. Yaani sielewi. Yaani shemeji yangu katoka kijijini kaletwa pale nyumbani. Yaani kama vile mzigo. Yaani umeondoka hapo umeenda kumpa kesi dadangu ndo akutatulie. Yaani hapo ndugu yangu ulichofanya, umechukua kesi ya vibaka umempelekea shetani. Unafikiria kwa na hukumu nini? Ana cha kuhukumu atawatetea. Huyo dadangu mwenyewe mlokole kwisha kazi. Mimi penda kana tu pale basi. Yaani nimemchoka. Maana sasa hivi nafanya mambo yangu, nafanya huku na huku. Yaani hapo ndugu yangu ulichofanya kesi ya kibaka umempelekea shetani. Wewe unafikiria na hukumu nini? Mama mchungaji kwisha kazi pale alipo pale. Wala mpelekea kesi yako ya nini? Hapa kidogo moyo wangu umepata amani. Ya shoga yangu nishauri basi na toa tawazo. Nafanyaje na ule mzigo nyumbani? Sasa hapo ndugu wewe fanya hivi. Yaani wewe mvutie gepu. So mwezi siku 2 au 3 fukuza. Unakala roba la unga ndani ambapo alisogei wala nini? Jitu shamba unasema Kamila na mfukuzaje kaletwa na mume wangu. Bora hata ningemleta mimi najua jinsi ya kufukuza. Mtu kaletwa na mume Kamila. Yaani huyo mume wako sijui na huyo roba la kila unga lokuletea humo ndani humo lingenifaa mimi. Sasa hivi yaani ningeshasahau mapema. Maana sipendagi mambo mengi mikujaza na uchafu ndani. Yaani sipendagi kabisa. Yaani hapo wewe fanya hivi, mtafutie sababu. Sababu yote mtafutie. Ukishamtafutia likiondoka huko sikio kaka yake yupo akiza sijui mdogo wangu mimi sijui. Kaniambia enda kuzurula. Basi sawa ndugu, sijali. Yaani nitamfukuza mule ndani. Yaani ataondoka nyumba ataiona chungu. Kwanza sitaki hata nigombane na mume wangu kwa sababu yake. Mume wangu bado nampenda. Ila yeye nitamtafutia njia ya kumfukuza mule ndani. Maana nimemchoka. Mtu kaja siku 2, tuende na siku 2 ipo mule ndani lakini vitu anafanya. Jana nimeamka fanya usafi na mkuta mtu yuko nje anafua. Labda kwa kijijini kwao kufua na kufanya usafi huwezi jua. Shoga yangu kwanza ni mwewe mwanaume kwanza nyumbani. Subiri. Kwa heri shoga yangu baadaye. Haya. Nyinyi mmezidi shabikia ndoa kama na vitu vya ndoa vile. Si mume wangu lele. Mmezidi na bado mwaka huu. Plaza. Nakupa malalamiko yangu. Shemeji ananitesa sana. Mimi nimekuja mjini hapa kutafuta maisha. Hali ya kijijini unaijua, Plaza. Kijijini ni shida, kilimo. Na saizi unavyoona ni kama kiangazi. Ili labda nikwambie kitu kimoja. Nilishakwambia hapa mjini kuja kutafuta maisha. Mambo ya mwanamke achana nayo. Ushemeji yako angalia sija kukuchanganya ukapoteza lengo lako. Brother, wewe labda kitu gani anachokufanyia ushemeji? Hivi mimi nilikuwa nafua, asubuhi nimeamka nafua. Anakuja ananitukana na matusi. Ananiambia nikadeki ndani. Nipange vitu sebleni. Ananiambia nikafagie uwanja. Ananiambia sebleni pale nikapange vitu vimekaa ovyo. Sasa blaza yule wewe umemwoa kazi gani? Hizo ndo mila za desturi na kijijini kwetu. Kumbuka baba na mama walishakufa. Na wewe ndo kichwa cha familia. Na mimi ndo ndugu wako. Nashindwa kujizuia. Na ndo maana nimekuja kukwambia. Yaani mdogo wangu maneno yako yananiweka huko katika hali ngumu sana. Napatwa machungu makubwa sana. Nasikia uchungu sana mdogo wangu. Lakini labda nikuahidi tu kitu kimoja. Utalifanyia kazi. Sawa. Sawa brother. Mimi nashukuru kwa hilo. Lakini mimi sijaja hapa kugombanisha ndoa au kuvunja ndoa. Basi. Lakini brother mdogo wangu nisikilize. Najua ukiongea mimi mwenyewe unaniuliza sana. Tafadhali nalifanyia kazi hilo swala lako. Sawa brother. Mimi naomba ambacho ninachokuomba
Jitahidi sana kunipambania nipate kazi. Basi hakuna shida. Sawa sawa. Ngoa shaka je. Mimi nipo nje hapo na zubaya, si unajua tu polini. Haya, sawa. Yeye mwanamke ana roho mbaya sana. Sasa ndo nini sasa? Mtu amekuja tu kusalimia, anatafuta maisha yake, anaanza kumnyanyasa. Mwanamke na roho imekaa hivi. Aya, twende. Twende. Mke wangu ni saa ngapi? Sambuza unaweza kufanya uchelewe mpaka sasa hivi? Hebu nasikia. Wewe unatafuta hela, mimi natafuta hela. Sasa kuingiliana kwa majukumu mimi si. Hapana, hata maneno unatafuta hela, mimi natafuta hela, sio hivyo kuchelewe kurudi. Sasa ulikuwa unatakaje? Sio kwamba natakaje. Hivi mjini wanaume wa damu na shida nyie? Shida gani? Mjini mna shida? Shida gani? Mimi nitafuta hela, utafuta hela na kuulizana tukiingiana tunaingiana kila mtu amwangalie mwenzake. Sasa kwanza upangiana unarudi saa ngapi? Sijui muda gani, mimi sijui hayo mambo. Mimi nimerudi sasa hivi kama unavyoniona hapa, nataka nitoke. Utoke ende wapi? Naenda kuzuru. Wewe unaenda gapi? Wewe si mkangu, nimekuwa unatakiwa ukae ndani hapo. Umenioa mimi au umenioa nikae ndani? Si umenioa mimi. Kwa kuzuru sio kama kawaida. Janioa mimi nikae ndani. Hatujakubaliana hivyo wakati tunatoa mali. Kwa hiyo tunabishana. Kwanza hiyo mali umetoa kwanza nikuulize. Hata masiyatoa mali tunabishana? Tunabishana ndio sababu hata mali hujanitolea mimi, usinipelekeshe wewe vipi? Nisikupelekeshe unasemaje? Tena ukinitibua nitatoa vitu vyangu vyote huko ndani, nitalala chini niondoke na vitu vyangu. Kwa hiyo vitu sianunua mimi hivi au umenunua wewe? Kama hilo jagi lako ulonunua jana inakupa pressure na kuachia. Yaani wanawake wa siku hizi hawa ni balaa tupo yani. Yaani mimi nimenunua jagi tu. Ile godoro unaleta wa nani? Yaani nimecheza mchezo mimi, hela umechukua umeenda kununua ndio umenunua wewe. Tafuta za kwako kanunua ulete ndani ndio ulingangania. Mke wangu, haya mimi siataki yani. Alafu mbele za watu unaziongelea tu kwamba mimi nimenunua jagi tu basi. Hasa kama ukweli nisiseme. Ukweli gani unaomba ulikuwepo? Kwa nini unapita barabarani unaonekana mwanaume ndani umejaza vitu ndani afu soko hela yako? Wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke zaidi. Njoo hapa. Sitaki kabisa hata kuingia ndani, ushanichanganya mimi akili yangu. Kazi kunyenyasia mdogo wangu hapa. Hivyo mwanamke, nataka kuuliza kwa swali moja. Wewe kumnyanyasa nani shemeji yako? Wewe mshemeji wa kufua hapa, unaanza kumwambia si nyenye wewe. Si ndio maana yake wewe? Mimi nimemnyanyasa saa ngapi? Zai. Mdogo wangu mimi kumnyanyasa. Alafu unakuja tu unasimama, yani unasimama kama huna chochote unachokifahamu wewe. Wewe nani kwamba mimi nimemnyanyasa? Saa ngapi mimi niache kazi zangu mbona nije hapa sijui nimnyanyasa kwa sababu gani? Sasa yeye ni chizi, si ndio? Sijui mwenyewe. Sasa hivi kwa mdogo wangu ameshakuwa kichaa chizi, yani wewe ndio unakili sasa una akili, si ndio? Hivi mume wangu, mimi nitoke huko na akili zangu timamu nije hapa nimwambie mdogo wako afagie ndani, mimi nitakuwa na akili? Mimi sijamwambia chochote, muulize mwenyewe vizuri. Kwa hiyo mnyanyasa mdogo wangu wewe? Sijamnyanyasa mimi. Wewe hajafua hapo kaanza kumwambia si unafua, si unafanyaje? Maana yake nini? Kufua kafua lakini mimi sijamnyanyasa. Mtu ametoka kijijini huko ndio tumzalisha hapa mjini. Sasa mume wangu uniamini, mimi ni mnyanyasa kwa kosa gani? Mimi sijamnyanyasa. Hujamnyanyasa huyu? Sijamnyanyasa mimi. Unaona kagani kama mimi? Haujamtukana hapa? Mimi sijamtukana. Hivi ndio mlivyokaa huko mmeongea nimemnyanyasa. Mimi mume wangu sijamnyanyasa. Yaani hapo nimemkuta kafua lakini sitafanya chochote. Au mimi kosa langu kutoka ndani kuja kumsalimia hapa nje. Kwa hiyo sio namsalimia. Sasa mimi kaniambia kwani kaniambia kwamba wewe hapo unakuja na maneno yako unaanza kuongea kwa nguvu na nini. Kwa hiyo hata hujaongea naye chochote kuhusu maneno yote. Mimi sijaongea naye chochote, amekudanganya. Na hizo habari za kunitetea ndani kiukali zimetokea wapi? Wewe ungeniambia tu vizuri. Unaona kagani kama mimi nimekaa hapa nimeanza kumsengenya huyo mdogo wako sijui kumsema sema. Sasa ndio kaniambia yeye. Sasa wewe uliniweka mimi na yeye ukaniuliza. Wewe umesikiza tu maneno yake umbea huko. Au ananidanganya? Nitakuwa nakudanganya, mimi sijamwambia. Kwa hiyo hujamfokea chochote? Sijamwambia. Kwa chochote hujamwambia?
Jamani mume wangu, mimi sijamwambia amekaa hapo asubuhi anafua ndio, lakini mimi sijamwambia maneno mengine. Mbona mnakuja sana mnaletea mambo ya ajabu? Basi. Basi Aisha. Tusimkaribishe shetani kwenye ndoa yetu, sawa? Mimi ushaniboa bwana. Sasa hebu achana mambo hayo tena, mimi nishakwambia tumsababishe shetani kwenye maisha yetu. Sisi maisha yetu yanaenda, tusimkaribishe shetani kabisa, sawa? Sawa, naomba nikaendelee na ila sijapenda tu. Na huyu ananidanganya au ndo